Sasa yetu FARDC wa mupya. Ya Kalemi hapa. Hivi kesho banakuya. Naam, amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Karibu sana kwenye habari zetu. Tumekuandalia mengi sana tena katika siku ya leo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Hapa kwenye meza ya duara ya Mteba TV. Karibu sana, tumekuandalia mengi sana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo habari nyingi sana zimeweza kutukuta hapa, ikiwemo ya vifo, vita ikiendelea na machafuko na watu wakizidi kuama makazi yao. Karibu sana kwenye channel ya Mteba TV. Unaweza kaniita ni Junior au ulipo nipo. Karibu sana kwenye matangazo yetu ya jioni kwa wale ambao tayari ni jioni, na wale ambao ni mchana. Karibu sana wale ambao wanaishi Marekani na nafasi zote mbalimbali. Habari zetu kwa sasa tunaanzia kwenye mji wa Kalemi, pale ambapo wanajeshi wapya wameweza kuonekana kwenye gwanda mpya wakiwa wanatembea kwenye maeneo mbalimbali. Lakini pia tuangalie habari zingine ambazo tunazo. Naam, tunapoendelea na taarifa zetu katika siku ya leo, tutakuja kurejea kwenye habari hiyo ya wanajeshi wa pale baadaye, lakini kwa sasa tunajikita kwanza pale kwenye mji wa Bukavu, pale ambapo moto umeweza kuripotiwa maeneo yale ambao umeweza kuunguza vitu mbalimbali. Hebu tuweze kutazama huo moto jinsi ulivyoteketeza mazingira mbalimbali. Lakini kabla ya yote tutakuja kurejea hapo kwa hizo habari. Kuna video ambazo zimekufikia mbalimbali, ambapo Paul Kagame akionekana akimjaji au akimuongelea Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwamba alikuwa ni muuza pizza kwenye nchi ya Ufaransa, na ameshangaa sana kuja kumuona amekuja kuwa president wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tazama kwanza huo moto ambao umeweza kuunguza maeneo, tuje kurejea. Afrika tunakutana na mtu mwenye moto alianzia mtoto mwenye nani dadake na nani napata sana kuenda hapa hivi Naam, tunapoendelea na taarifa zetu katika siku ya leo, nilikwambia kwamba tutarejea katika habari hizi ambazo tunazo nyingi sana huko mbele. Endelea kufuatilia, tumekuandalia mambo mengi sana huku. Huyu Paul Kagame akimjaji au akimsema Felix Antoine Tshisekedi kwenye interview yake ambayo aliweza kuifanya, ni ya kwamba Felix Antoine Tshisekedi alikuwa ni muuza pizza kwenye nchi ya Ufaransa, lakini amekuja kushangaa sana, na yeye amekuja kuwa mwanasiasa pia akawa president. Amecheka sana na inaonekana anacheka na kufurahi, cheko la dharau sana ambalo ameweza kulionyesha kwenye interview ambazo ameweza kuifanya. Huko mbele nitakupea hiyo video na utakwenda kuiona, labda YouTube itoe labda itoe tu, lakini nitakuwekea nayo utakwenda kuiona. Na hao wanajeshi ambao wako pale Kalemini wengi sana huko wanaonekana wakitengenezeshwa au wakiwatengenezea zingine gwanda mpya kabisa. Ni wengi sana, wengi walikuwa wanajiuliza hao wanajeshi ni kutoka wapi, labda ni kutoka maeneo mbalimbali, lakini ni kwamba ni FARDC wale ambao mnawazoea, lakini wa kutoka kwenye maeneo mengine yote wameweza kuchange jezi, kwa sababu jezi ambayo inakutaniwa nyingi ni ilishatawala sana. Hata M23 wapo na hiyo jezi, hata watu wengine wazalendo wanayo. Kwa wameweza kuchange jezi mpya ambayo itaendelea kwenye miji yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili waweze kuwa na utofauti kabisa. Hata wale waasi wa wale waasi ambao ni FARDC ambao wanageuka sheria, basi wanaweza watabaki na jezi yao ya zamani na watakuja kujumulishwa kama adui. Lakini tunapoendelea na taarifa zetu, mkurugenzi chef de groupement wa Babuyu na yeye ameweza kukamata safari yake na kuendelea kwenda kwenye mji wa Baraka. Ni chef de groupement mwami wao kabisa. Hebu tazama anachozungumza hapa, tutarejea na yeye pia. Tazama. Naondoka nafuata watoto yangu. Nafuata watoto wa Babuyu na mimi Mubuyu sultani wabo. Mubuyu yeyote mwenye iko na susi na wale watoto wetu wenye walienda.
tukutane Lulimba. Hivi mimi Kofi chef de groupement wa Bauchwe naondoka. Sasa hii naenda paka Baraka, kama nitakufia munjia nikufie pale. Nafuata Naam, lakini pia habari ambazo umeweza kuzisikia hapo, yule mkurugenzi kabisa wa Wabuyu ambaye ni chef de groupement ambaye ni mwami kabisa wa Wabuyu, na yeye amejiunga na vijana wake, anaelekea kwenye mji wa Baraka ili aende kupambana kabisa dhidi ya M23. Tunapoendelea taarifa zetu katika siku ya leo, tuna taarifa zingine za masikitiko za kifo ambacho tunaweza kama Mteba TV tunawatangazia ya kwamba habari zimeweza kutukuta hapa kwenye studio zetu za Mteba TV, japokuwa labda ushasikia nafasi nyingine, lakini na sisi Mteba TV lazima tukueleze kila ambacho kipo. Tunasoma kama ilivyoandikwa. Tunasikitika sana kutangaza kifo cha Kamanda General Ebuela Kibukela Mutenzi ambaye ni kamanda kabisa, Kamanda General Ebuela kabisa. Huyu ni mtu mkubwa sana kwenye vikosi vya wazalendo, ambaye ameweza kufariki kwa kupigwa risasi, ambao alikuwa chanzo chake cha kifo ambacho tunaweza tukakisoma hapa, japokuwa hatujasikia sana kiundani kwa habari hii, lakini imeweza kusemekana kwamba wameweza kupigana masasi wakati alikuwa amefika kwenye beria nyingine ya wazalendo ambayo walikuwa wamefunga. Basi inawezekana walikuwa na bifu mbalimbali ambayo walikuwa wanawekeana na hicho kikosi. Baada ya yeye kuingia maeneo yale, aliweza kufungiwa maeneo hayo, wakakataa kumfungulia, basi ikabidi wafiatuliane masasi wao kwa wao. Ameweza kupigwa masasi kabisa kifuani na tumboni, huku akipoteza maisha pale pale. Huyu ni jenerali mkubwa sana ambaye wa wazalendo, ambaye amefanya kazi kubwa sana pale Minembwe, na ni jenerali ambaye ameweza kutesa bwana makanika maeneo mengi sana ya Minembwe. Ni mtu hatari, jenerali mtu hodari sana. Kama Mteba TV tunaweza kuwapa pole sana kwa wazalendo kwa kupoteza shujaa huyu ambaye ameweza kupotea kwenye juhudi ya kupambania nchi yake. Lakini kuna mambo mengi ya uchambuzi ambayo tunayo hapa, ambayo tumeweza kuyasikia kufuatana na kifo chake au kufuatana na yeye mwenyewe. Mara nyingi kuliweza kuwa kuna ripotiwa kwamba mara amejiunga na anasaidia M23, mara anakuwa na, yani mara alikuwa pande zote, mara iko kwa adui, mara pia iko kwa serikali, na mara pia iko kwa wazalendo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeweza kuchanganya watu wengi, na ndio maana inaweza pia ikasababisha kifo chake kwa namna hile, kwa sababu kifupi ni kama alikuwa ana msimamo kabisa, na ndio maana wenzake wazalendo wameweza kumpiga masasi, kwa sababu walikuwa na mambo mbalimbali, walikuwa hawaelewani kabisa, na yeye pia ilikuwa kwamba alikuwa haeleweki. Kumbuka miaka 5 iliyopita aliweza kutangaza kwamba alifariki kwenye uwanja wa vita, lakini akajitokeza akasema kwamba yeye hajafariki, lakini kwa sasa amekufa kabisa. Huyu Ebuela kabisa Kibukila Mutenzi ambaye. Naam, tumeweza kuandalia zingine habari ambazo ziko hapa kwenye channel ya Mteba TV. Wabinti au wanafunzi mbalimbali pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakuwa wanafunzwa namna gani ya kupiga silaha. Hebu tazama afu tutakuja kurejea. Tazama kwanza video hiyo, tutakuja kurejea. Naam, hao ni mabinti ambao ni hatari sana, na vijana ambao wapo ndani ya shule wakiwa wanafundishwa namna gani ya kupiga silaha na kujitetea wakati adui atakuja. Huko mambo mengi yalikuwa yakivuma, jinsi wanavyowakamata wanafunzi shuleni na kuwapeleka mahali mbalimbali. Lakini habari zingine za Paul Kagame ndo hizi hapa, video yake ambayo anachambua Felix Chilombo kwamba alikuwa ni in Belgium. He was a taxi driver. He was a taxi driver. He was many things of that kind, but even with a very bad reputation. The man who employed him, an Italian family, an old man now, who employed him, he was delivering. The man has a shop, a pizza shop, and Felix used to deliver. So when this old man heard that Felix had become president, he said, "Oh my God." He said, "This one?" Then he told the story. It was even written. I hope you
Naam, tunapoendelea na taarifa zetu kama mlivyosikia, japokuwa ni lugha ya Kiingereza, aliweza kufanya interview, tutajaribu kidogo kutafsiri. Ameweza kufanya interview hapo ya kwamba yeye Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikuwa ni taxi driver ambaye alikuwa anauza pizza kwenye nchi ya Ufaransa, lakini pia yeye ameweza kushangaa sana kama Rais Paul Kagame ameshangaa na Tshisekedi kuja kuibuka kwamba anakuwa president wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kitu ambacho ameweza kucheka na ameweza kuonekana ni mshangao sana, na mpaka sasa kingaliki nacho, na yeye mpaka sasa ameweza kuzungumza mambo hayo. Lakini watu wengi sana wameweza kuripotia na kusema kwamba hii inawezekana ni dharau, kwa sababu hawezi akataja mwenzake president kwa namna hiyo kwamba alikuwa muuza pesa. Kwa sasa manake ni yeye ni kama anamdharau. Sasa anamdharau, anakuja kuona sio president, na ndio maana hata wakati wanapokutana kwenye vikao sura zao sio nzuri kwa kuangaliana. Wana bifu zao, wanajuana. Sisi kama channel ya Mteba TV tunakutangazia tu habari hizo ambazo ziko hapa tunapozidi kuendelea na taarifa zetu kwenye channel ya Mteba TV. Hebu tuzidi kusonga mbele kwenye taarifa zetu ambazo tumezidi kukuandalia kwenye channel ya Mteba TV. Tunarejea haraka kwenye habari ambazo tulikwambia za Kalemi, pale ambapo wanajeshi waliweza kukutana wengi sana pale, wakiwa wanatembea kwenye uwanja, kwenye barabara mbalimbali, huku wakiwa na teni mpya tofauti kabisa na zile teni ambazo raia wanazoea. Kwa hiyo wale hicho kikosi pia kitaweza kupanda kuelekea kwenye mji wa Uvira. Lakini maswali mengi ni yapo ya kwamba kwa nini wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakuwa ni vigeugeu sana? Hawaaminiki kabisa, hawaaminiki kwa sababu wanakula rushwa vibaya, alafu pia adui anatumikisha nguvu za pesa. Ukiangalia kwenye mji mkuu, kwenye mji wa Goma, waliweza kupokea pesa na viongozi wakakimbia mapema sana. Hizo habari tulisikia mapema, walikula pesa afu wakaachia wanajeshi wote tu wakawatelekeza pale. Hao ni wauaji hao. Lakini tukiendelea tena kwenye mkoa mwingine wa Bukavu, pale ambapo waliweza kutelekeza wengine kabisa, wanajeshi wakaondoka na wakacha vifaa vyote vya kijeshi. Hawa pia ni wauaji kwa sababu waliacha vifaa vingi sana vya kijeshi kwenye uwanja wa vita, kitu ambacho si kweli na kitu ambacho sio kizuri. Ni wauaji kabisa. Lakini pia tumekuja kuona tena wengine hapa pale, nafikiri Walikali, ambapo gari mbili zimeweza kukutwa pale zikiwa zinashakiwa kwamba ni za M23, tena zimechungwa kwenye maeneo ya serikali, ambapo ni kwenye vituo vikubwa vya kijeshi, vitu ambavyo havieleweki kabisa. Na ndio maana M23 wanazungumza kwamba na ndio maana M23 au adui akasimama na kusema kwamba Kongo hakuna jeshi, kwa sababu wanapenda rushwa, wanajeshi hawana nidhamu, wanazidiwa hata na wazalendo ambao wapo wanapambania nchi sasa hivi. Maana imekuja kuonekana wanajeshi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshaongwa pesa, viongozi wakubwa, hata wale wanaomchunga president Felix Antoine Tshisekedi. Kwa hiyo haamini hata umoja, kwa sababu wanawasiliana na wadui sana maeneo kwenye uwanja zote za vita, kitu ambacho hakipendezi kabisa machoni pa watu wengi. Lakini watu ambao wanakuja kuonekana kama ni wazalendo kabisa ni wazalendo ambao wanasimamia kupigania nchi yao, ambao wapo kabisa wanafanya kazi nzuri kwenye uwanja wa vita. Lakini na ndio maana watu wengi wanasema kwamba lazima waunge mkono Felix Antoine Tshisekedi, awaunge mkono, heri aende pale awaunge mkono, kwa sababu adui anasema kwamba muda wote anaweza akampindua Felix Antoine Tshisekedi, au wala hata majenerali wake wanaweza kumweka chini ya ulinzi, kwa sababu yeye Felix Antoine Tshisekedi ana ulinzi. Na huu mkutano ambao umeandaliwa tarehe 17, wengi wanasema kwamba yeye anakwenda kukabidhi makubaliano, kwa sababu upande wa pili ya kwamba yeye alikuwa haruhusiwi kabisa kugombea muhula wake wa pili, bali muhula wake wa pili ulikuwa ni wa rais mwingine ambaye ni Vitali Kamere. Lakini na ndio maana bunge limeweza kukaa kimya sana, alishughulikia kabisa habari za vita, limekaa kimya. Kumbe mkurugenzi mwenyewe ni na yeye pia anasadikiwa kwamba ni M23. Na ndio maana mambo mengi ya DRC ambao washaua wengi sana pale Goma pamoja na maeneo mengi sana. Lakini habari ambazo tunazo tena katika siku ya leo ni kwamba kwenye mji wa Goma kumeweza kuwa vijana wawili wameweza kuchinjwa kabisa, ambao wanasadikana wao ni M23, wameweza kukamatwa na vijana wenye hasira kali wa pale Goma na kuwapiga, kuwatupa kwenye laki maeneo yale, ambapo picha zake tuwezi kuzipandisha hapa. Lakini kama unataka kuziona, jiunge kwenye group letu la WhatsApp, andika tu kule kwenye unaweka stati yako kule. Hapana group la WhatsApp la kawaida, ni kule kwenye stati andika Mteba TV, utaona Mteba TV, kisha una subscribe au una follow.
ya hii sio mimi ni kuunge, wewe ndio utajiunga maeneo yale, utakwenda kuziona hizo picha, zipo kule hapa, tuweze tukazipandisha channel Mteba TV. Usikose kusubscribe, like, comment. Habari zile zitakazokuwa zinakuja tutazidi kukujuza na tutazidi kukwambia. Tukutane tena panapo majaliwa. Kesho tena ni siku, kwa wale ambao ni jioni njema, kwa wale ambao ni mchana mwema. Asante sana kwa wale ambao wanatupata kutoka Afrika Kusini, kutoka Kongo, Burundi, Tanzania, hata Marekani, Kanada, duniani kote. Inawezekana hata nchi yako sijaitaja, lakini unatufuatilia popote ulipo. Channel ya Mteba TV, kwa majina yangu naitwa ni Junior, au unaweza kaniita ulipo nipo. Hapo nafikiri utakuwa tumepatana. Ciao.